Ndugu zangu, leo unaona hii siku ya Arafa namna ilivyokuwa nzito, asije mtu leo akakukosesha hii siku. Tayari leo imetokea watu wameshatangazia watu katika nchi yetu hii kwamba Arafa katika nchi ya Kenya itakuwa ni siku ya Ijumaa. Arafa katika nchi ya Saudi Arabia itakuwa ni siku ya Alhamis. Na Arafa ni moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba ni siku ya Arafa. Hakusema ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Ama ndugu zetu wanakunja hizi hadithi ili kuhalalisha mambo yao, ndugu zangu, na hakuna jambo la hatari kama hilo. Leo ukiwauliza hawa ndugu zetu wanakuambia tarehe 9 yetu kulingana na muandamo wa nchi yetu ya Kenya. Sasa matatizo yanarudi katika mgogoro wa mwezi. Na mgogoro wa mwezi, ndugu zangu, kweli kuna ikhtilafu ya wanazuoni. Kuna wanazuoni ambao wanasema kila nchi na mwezi wake, kullu baladin ru'yatahu, kullu baladin lahu ru'ya, kila mwezi na kila nchi na mwezi wake, kama vile Imamu na Shafi'i. Lakini katika masala ya ikhtilaf, unaposikia kuna mahali kuna ikhtilaf, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hii sawa, huyu anasema hii si sawa. Kuna vitu viwili kila Muislamu lazima afahamu katika mambo ya ikhtilaf. Jambo la kwanza, kuna kitu inaitwa qaulur rajih. Qaulur rajih ni kauli ambaye imeegemea dalili. Katika hii kauli mbili, ni gani ambaye imeegemea dalili kwenye Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume? Hiyo ndio kauli ambayo tunafaa kuifuata. Kisha kuna qaulul jamhur, jamhurul ulama, wanazuoni wengi wanasema nini kuhusiana na masala hii ambao wanazuoni wametofautiana. Wengi wameegemea wapi? Hii ndio inaitwa qaulul jamhur. Katika masala ya mgogoro wa mwezi kuna ikhtilafu, lakini qaulur rajih, kauli ambayo imeegemea dalili, ni watu wafate mwezi mmoja wa dunia. Hii ndio kauli ambayo dalili zote kwenye Qur'ani na katika Sunna ya Bwana Mtume zote, nawaambieni Waislamu, hakuna dalili hata moja. Watupe hadithi moja ya Mtume tu, wala aya ya Qur'an. Wapi Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba tufunge kulingana na nchi, kwamba tufuate nchi yetu? Wala Mtume ametufundisha? Hakuna hiyo, ndugu zangu. Hakuna mahali Mtume amewahi kuambia watu hivi. Na hii nchi, ikiwa tunasema kila nchi na mwezi wake, tunaanza kuipimia kutoka wapi? Kutoka Malaba mpaka Namanga, ama kutoka Kisumu mpaka Lamu? Na ni futi gani ambayo inapimwa nayo hapa, kwamba hapa Tanzania hapa tunakubaliwa, Zanzibar tunakubaliwa, hii Somalia, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, hizi zote hatukubaliwi kuifuata? Ni kipimo gani ambayo inaitumika kupima kwamba hapa tunaruhusiwa na hapa turuhusiwi? Hizi zote wanakwenda kujifunga. Na ndio unaona, ndugu zangu, qaulul jamhur, kauli ya wanazuoni wengi. Katika wanazuoni ambao tunaizungumzia hapa ni maimamu wanne: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbali na Imamu na Shafi'i. Maimamu watatu hawa, Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbali, wamekubaliana kwa sauti moja kwamba mwezi ukionekana mahali popote pale duniani, inamlazimu Muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga ama kufungua. Na wakiegemea dalili katika Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume, miongoni mwa dalili Mtume aliposema sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fungeni ionekanapo mwezi, si mnapouona. Hapo wanatafsiri potofu, wanakuambia bwana, ni lazima tuuone. Hawa maimamu watatu, miongoni mwao Imam Abu Hanifa, alipotafsiri hadithi hii anasema wa huwa khitabun amun li jami'i al-umma man ra'ahu minhum fi ayi makan kana dhalika ru'yatahum jami'an. Hapa Mtume anazungumza na watu wote dunia nzima. Wa huwa khitabun am, si kwamba anazungumza na watu wa Makka na Madina tu. Fungeni mnapouona. Mtu yoyote miongoni mwenu atakayeiona sehemu yoyote duniani, inamlazimu Muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga na kufungua. Na katika siku ya Idi kubwa, katika ibada ya Arafa, tunaangalia ni lini mahujaji wanasimama Arafa. Arafa ni moja tu,
haijalishi na mwezi wetu ulionekana wapi huku. Na ndio unaona hapa wanakuambia siku ya 9. Hakuna siku ya 9, ni siku ya Arafa. Tunakoseshwa hili jambo waziwazi. Na unaona ndugu zangu, hawa maimamu watatu hawa, Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbali, walichukua msimamo huu kwamba mwezi ni mmoja peke yake duniani. Wakati wao usafiri ulikuwa ni usafiri wa ngamia na usafiri wa punda, ilikuwa hakuna mawasiliano. Walichukuaje msimamo kama huu? Na walikuwa wanajua wakati wao ili jambo ilikuwa iwezekani. Walikuwa wanajua wazi iwezekani hili. Mwezi ikionekana Kenya, Nigeria itajuaje? Sudan itajuaje? Tanzania itajuaje? Na hakuna mawasiliano. Usafiri ni usafiri wa ngamia. Lakini kwa sababu walisimama na nasi ya Qur'an na hadithi ya Bwana Mtume, hawakujali tena ili jambo linawezekana ama haiwezekani, waliamua kusimama nayo. Na ndio leo hoja zao zinatumika juu ya mimbar kutetea hii hoja kwamba mwezi ni mmoja peke yake duniani na Arafa ni moja peke yake duniani. Na ndio unaona hawa ndugu zetu wanapozungumza hawataji maimamu watatu hawa, hawataji kabisa. Na huko wanatuambia kwamba hao ndio maimamu a'immatu ahlus sunna wal jamaa. Utasikia tu wanataja mashekhe wengine, mashekhe wa Kisaudi. Wataleta tu shekhe gani kutoka Uingereza amezungumza na clip ya Kiingereza, kuna msaudi fulani ameongea, Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh bin Baz. Kwanza tupate kujua ndugu yangu, wanakuambia mashekhe wa Kisaudi wenyewe wanasema kwamba kila nchi ifate Arafa yake. Sasa tupate kujua kwanza ndugu zangu, mashekhe wa Kisaudi lao itakuwa wamesema hivyo, wao sio aya wala hadithi, wao ni binadamu, wanapata na kukosea. Sio kila kitu tunachosema msaudi ndio sisi tunaona kama ni dini. Mtume SAW ametaja kwamba ni siku ya Arafa, hakusema ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Ama ndugu zetu wanakunja hizi hadithi ili kuhalalisha mambo yao ndugu zangu, na hakuna jambo la hatari kama hilo. Wanazikunja hadithi za Bwana Mtume, na mtu yoyote ambaye anayemsingizia Mtume mwenyewe anasema, Mtume ndo anayesema atayarishe makazi yake na moto wa Jahannam. Mtume anasema man kadhaba alayya, wa fi riwaya man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mtu yoyote ambaye atakayenisingizia kwa makusudi atayarishe makazi yake na moto wa Jahannam. Mtume anasema siku ya Arafa, wewe unakuja unawaambia watu hapana, sio siku ya Arafa, ni siku ya 9. Tupeni hadithi moja tu, wapi Mtume amesema ni siku ya 9? Hadithi zote Mtume anazungumzia ni siku ya Arafa. As-siyamu yawmu Arafa, yawmi Arafa, saumu ya siku ya Arafa. Afdalu dua yawmi Arafa. Ma min yawmin akthar min an yu'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Yawmi Arafa, siku ya Arafa. Al-hajj Arafa, hija ni Arafa. Zote hizi Mtume anasema siku ya Arafa, siku ya Arafa. Na hii siku ya Arafa itakuwa ni siku ya Alhamis, na ni wakati mahujaji wamesimama katika uwanja wa Arafat, na ndio maana ikaitwa siku ya Arafa. Wanasimama katika uwanja wa Arafat siku ya Arafa, na sisi naye tunafunga saumu ya siku ya Arafa. Hakuna mahali Mtume ametaja siku ya 9 ndugu yangu. Lakini hizi ni matamshi ambayo ni ya kuwahadaa watu wasijua hasa. Mtu anakuja anazungumza mambo kibepesi wepesi tu manake, wala hajali. Hii dhima ya kuwakosesha watu siku ya Arafa ndugu yangu, nani atakayebeba hii? Wewe unawanyima watu siku kubwa hii sana mbele ya Mungu. Unawakataza watu wasifunge katika siku hiyo. Na siku zote umekuwa ukituambia kadhi ndio kiongozi wetu, leo mmemgeuka kadhi. Leo mmemgeuka kabisa. Wanasema bana kuna mufti ambaye leo anatoa fatwa. Na mufti mwenyewe sijui nani alomchagua ndugu zangu. Watu wawili watatu wanakuja wanaanzisha vurugu tu. Dalili zote kwenye Qur'an na katika sunna ya Bwana Mtume sallam inaashiria kwamba mwezi ni mmoja peke yake duniani, na inapoonekana sehemu yoyote duniani, Waislamu dunia nzima wanafaa kufunga pamoja, na Waislamu dunia nzima wanafaa kula Idi pamoja.